Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo nizungumzie jambo linalohusu sadaka ya malimbuko. Nimeweza kuulizwa swali hili baada ya mtu mmoja kuwa anataka kufahamu, kwa sababu hili jambo watumishi wengi wamekuwa wakilikosea na ilipokuwa sehemu ya kuwapiga sana na kuwaumiza waumini kwa ajili ya jambo hili linalohusiana na malimbuko, kwa sababu unajua mara nyingi watu wengi huwa tunatofautiana katika kutambua mambo katika neno la Mungu. Ndio maana Mungu huwa anataka tuwe makini sana, ambapo Mungu anaeleza ukisoma kwenye ile waraka wa Petro, anapoeleza kwamba hakuna unabii upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Yaani kama mtu amejisikia tu anaweza katafasiri anapojua yeye mwenyewe. Sasa wengi wao wanapataga nini? Matatizo. Sasa nataka niligusie hili jambo la kuhusu malimbuko ili wewe mtu wa Mungu uweze kujua vizuri, uweze kutambua ukweli. Baba, katika jina la Yesu Kristo, karibu Roho Mtakatifu, Mungu wetu mwenye nguvu. Karibu Bwana uweze kufungua masikio ya watu wako ili Mungu uweze kuwafahamisha mambo haya kwa ufasaha. Nafunga milango ya kuzimu yenye mamlaka juu ya watu wako. Asante Bwana Yesu, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwanza niwaeleze huwa ziko aina mbalimbali za sadaka. Huwa kuna sadaka, kuna zaka, huwa kuna sadaka ya nadhiri, yani ambayo ni unaweza kumwekea Mungu nadhiri. Huwa kuna sadaka labda ya moyo wa kupenda, sadaka ya shukrani. Sasa katika sadaka hizo huwa kuna sadaka moja au nyingine inaitwa malimbuko. Sadaka ya malimbuko uhusishwa sana sana, mfano labda mazao au ng'ombe labda wamezaa au kuku, yani aina yote ya ufugaji, kilimo, hata kwa watumishi wanaopokea mishahara, maana si watu wote wanalima. Kwa hiyo kuna wengine wanafuga, kuna wengine wanapokea tu mishahara kulingana na kazi zao ambazo wamefanya kwa kuajiriwa serikalini. Sasa huwa kuna namna ya kutoa malimbuko. Kuna wengi wanawaambia unapaswa kutoa mshahara wote ambao umeupokea. Sasa wachungaji tuwe makini, maana wengi unakuta mambo yao yanakuwa vizuri, inakuwa ni mambo ambayo wanaokuwa wanawapiga sana waumini. Sasa nisikilizeni vizuri kwa umakini. Kwanza, malimbuko ni sadaka inayotokana na lile zao la kwanza. Unisikize kwanza kwa makini ninachokiongea hapa. Malimbuko ni zao la kwanza ambalo linalokuwa limepatikana. Mfano unapokuwa umelima mazao, kuna zao la kwanza linaloonekana pale, au labda ng'ombe wamezaa, ng'ombe ndio labda kazaa watoto labda wangapi, kama ni wawili. Hapo kuna namna kutoa malimbuko. Kuna mwingine anapokea mshahara, kuna namna kutoa malimbuko. Sasa natoa maandiko fulani kwanza hapa. Unajua Biblia imeweka maandiko mengi sana. Ndio maana kuna wengi wakigusia andiko moja tu anaweza akatafasiri anapojua yeye. Ni lazima kwanza tuangalie mambo mengi jinsi yalivyo kwa ufasaha. Sasa angalia kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 26. Tuanzie mstari wa 2 mpaka wa 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa 2 mpaka wa 4. Maandiko nasema, toa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ukayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako, ili alikalishe jina lake huko. Ukamwendee kuhani atakayekuwapo siku zile, ukamwambie, ninakiri leo kwamba Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi Bwana aliyowaapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Angalia, hii ni malimbuko inayokwenda kwa kikapu. Sasa mtu anayekwambia kwamba labda malimbuko labda ni mazao yote, maana wewe uliyelima shamba, umelima hekari 100 au hekari labda 50, uchukue hekari 50 zile zote upeleke kanisani, upeleke kwa kuhani. Hapa angalia, huyu anaelezwa hapa vitu kwenye kikapu, maana ni vitu baadhi. Sasa nitaenda kutoa maelekezo, nisikilize. Nimetanguliza haya maandiko kwanza uweze kuelewa, kumbe ni sehemu ya vile vitu, sio kwamba eti vinachukuliwa vyote kabisa kwamba uchukue hivi. Ndugu yangu, nikuulize swali, wewe labda kuna wengine waga mnaimaga mashamba kwa kukopa, mnakopa labda fedha
ili mkaanzishe mashamba fulani. Sasa unalima lile shamba kwa hela za kukopa, umeshamaliza kulima, halafu yote yavuna ulitegemea basi baadaye utakwenda uuze ili urudishe ule mkopo uliochukua, halafu vile vitu vyote ukatoe kanisani. Unategemea nini? Haya, mtakula nini? Yaani umelima vitu vyote kabisa, umevichukua vyote, ukabeba vyote, ukapeleka kanisani. Kwamba ni Mungu amesema malimbuko tunatoa vitu vyote. Jamani, maandiko tu tunayasoma vizuri, tunayaelewa. Angalia vizuri, ndio maana nimetangulia kutoa maandiko haya. Mnaona kwamba hapa vitu vinawekwa kwenye nini? Kwenye kikapu. Unaona? Kwenye kikapu vinapelekwa. Angalia vitu ambavyo mboga yani ni aina ya kwenye kikapu. Aya. Tupige hatua. Tuangalie Ezekiel sura ya 44. Ezekiel ile sura ya 44 na ule mstari wa 30. Ezekiel sura ya 44 mstari wa 30. Maandiko yanasema, na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote na kila toleo la kila kitu cha matoleo yenu litakuwa la makuhani. Angalia kitu cha kwanza. Anasema hapa, na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote. Maana yake mfano labda umelima shamba. Katika lile shamba umelima vitu mbalimbali. Umelima labda maharage, umelima labda mahindi, umelima labda mpunga. Sasa katika kila kitu ambacho umekipata pale, unatoa sehemu. Ile sehemu ya vitu tunapovitoa ndio inaitwa ni malimbuko. Na penyewe sasa malimbuko yenyewe hutakiwi uanze kutumia vile vitu kabla ya kutumia Mungu. Maana yake ni nini? Una shamba la mahindi. Kabla yani ile mahindi yameanza kuiva, unajua haya mahindi tunataka tuanze kuchoma tule. Kabla ninyi hamjaanza kukata na kuanza kuyachoma, unapaswa kuchukua baadhi pale ndio ukatoe malimbuko. Ndio maana ya malimbuko. Maana yake ni zao la kwanza ambalo unakuwa limeiva, unatoa sehemu, unakwenda kutoa sehemu. Sio bebe shamba zima lote heka 10 za mahindi, umevuna mahindi yote, umepeleka kanisani. Kwa andiko gani? Mungu anaposema kuhusu kutoa akasema mtoe malimbuko yote, hamaanishi kwamba wewe tuchukue basi maheka yote ya mashamba upeleke kanisani. Sio hivyo. Ndugu zangu, tusiwe katika utapeli wa mambo leo. Kwa hiyo kuna watumishi wengi wanawapiga ile eneo. Ni lazima uweze kujua vizuri. Sasa katika mifugo, mfano ng'ombe amezaa, kuna vitu vinavyotolewa kile kitu kizima cha kwanza, na kuna vitu vingine yani vinachanganywa vitu. Si unanielewa vizuri? Kwa mfano, ng'ombe amezaa watoto labda wawili. Yule mtoto anayezaliwa kwa sababu katokana na ng'ombe ambaye ni wako umemnunua, amezaa mtoto wa kwanza anayetoka, huyo unamtoa malimbuko. Ni kuku ametaga mayai, lile yai la kwanza linalotoka, ile yai ni limbuko mbele za Mungu. Sijui tunaelewana hapa? Aya, katika mazao yanapaga yako mengi. Sasa huwezi kuchukua yote na kupeleka, ndio maana unachukua sehemu. Kwenye ile mazao unachukua sehemu na kupeleka. Kwa hiyo kuna vitu fulani vinatolewa kama vilivyo, ila kuna vitu vingine havitolewi vyote kabisa. Aya, kwenye mishahara watu wanaolipoga mishahara serikalini, sio kweli kwamba eti mshahara wote kabisa, labda mtu analipoga milioni 5 kwamba achukue milioni 5 zote zile za mshahara ule wote atoe zote ndio malimbuko. Sio kweli. Maana yake akishapokea ule mshahara, kabla hajaanza kuutumia, anapaswa kutenga kiasi anachowiwa yeye mwenyewe ndani yake kabla ya kutumia yeye. Yani kabla hata hujafanya kitu chochote, unatoa sehemu kwenye ule mshahara, unatoa mbele za Mungu. Baada ya kutoa sasa ndio uanze kufanya matumizi yako mengine. Hiyo ndio maana ya malimbuko. Lakini kwamba chukua mshahara wako wote leta kanisani, huo ni utapeli. Hakuna kitu cha namna hiyo nakwambia. Kwa hiyo watu wengi wajiandae kwenda kuhukumiwa na Mungu. Mungu atakuuliza, nimetoa maandiko fulani pale kwamba angalia kwenye kikapu vitu vinapewa kwenye kikapu. Sasa vitu vya kikapu kwa hivi shamba la eka 10, unaweza kaweka vitu kwenye kikapu vikaenea. Hii inakuonyesha ni sehemu. Ndio maana malimbuko ni yani zao la kwanza kwenye ile mazao yanaanza kuiva, yameanza kukomaa, sasa unatoa hapo. Maana ni zao la kwanza ambalo limeanza kufanya nini? Kustawi au kuiva, kuwa tayari kwa ajili ya kutumiwa. Tena ukisoma kuna malimbuko aina nyingi. Kuna malimbuko mengine unaweza kupeleka unga,
Yaani umeshavuna mahindi, umevuna kabisa, umeenda kusaga, unachukua unga unapeleka. Pia kuna malimbuko, na maandiko yako mengi. Ndio maana maandiko ya kuhusu malimbuko yako maandiko mengi sana, lakini nimetaka nigusie haya ili mjue kwamba malimbuko unatoa kwa sehemu, sio kubeba vitu vyote halafu unafanya nini? Unakwenda. Haya, Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 17. Mambo ya Walawi sura ya 23 na ule mstari wa 17 inasemaje? Inasema hivi: mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa ya sehemu za 12 za efa, itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu, iwe malimbuko kwa Bwana. Angalia, itaokwa iwe na chachu, iwe malimbuko kwa Bwana. Mikate miwili. Hebu muona sasa. Mbona hajasema kwamba basi watoe mikate yote walioitengeneza? Mbona akasema mikate miwili? Maana yake ni sehemu. Naamini nimeeleweka. Kwa hiyo tusiwatapeli watu eti watoe vitu vyote, mishahara yote, mashamba yote. Halo. Wachungaji. Kweli? Yaani mtu kalima heka 100 zote alete kanisani kweli? Akishaleta kanisani hizo heka zote 100, wataanza kuishije sasa ile familia? Labda nakuuliza mchungaji, nisaidie kujua hapa. Akishatoa heka zote za mavuno yote kanisani, akabaki yuko kapa, yuko meupe. Inakuaje sasa?